ya karibu. It's me again, Mentor Awaz. Tupo kwenye episode ya 4. Tutazungumzia break of structure. Kumbuka tumetoka kuzungumza kuhusu market structure, liquidity, episode ile ya 3. Hiyo karibu kwenye Evo Forex podcast, na hizi video nitazitoa kwa series. Lengo mazungumzo yangu yawe mafunzo kwako wewe ambaye ni trader mpya au tayari ushakuwa ni mzoefu, lakini kuna vitu vinakuchanganya, na hii nitaizungumza kwa lugha rahisi ya Kiswahili, na video zote zinapatikana YouTube kwenye channel yangu. Lakini leo tutaenda step nyingine mbele kidogo, tutaongelea kitu kinaitwa break of structure. Tutajaribu kuzungumza kwa undani kidogo ili kila mtu aweze kuelewa. Sasa sikiliza hii kwa makini, kwa sababu hapa ndipo trader wengi wanakosea entry zao. Break of structure au BOS, kwa kifupi break of structure. Kabla sijaenda mbele kwenye chati nyingi wanakuwa wanaikaga hii BOS. B stand for break, then O stand for off, alafu S stand for structure, or that's why they call it BOS. Hiyo sio mbaya, the same break of structure. Kwa break of structure ni pale ambapo market inabadilisha direction. Very simple, wala haina complicate. Huwezi usitaki kucomplicate vitu. Ni pale ambapo market inabadilisha direction. Nataka nikupe mfano mdogo. Market mfano ilikuwa inakwenda juu, manake market ilikuwa kwenye ile uptrend. Kama market ipo kwenye uptrend, tunajua kitaalamu ni lazima ifanye zile higher high na zile higher lows kwa series zile ambazo zinaelekea juu, alafu ghafla ina break ile lows, ile low ya mwisho kabisa kwenye higher. Price inapokwenda ile higher high higher low, ile low ya mwisho price inakuja ina break. Kitendo cha kubreak ile low ya mwisho, hapo trend imebadilika. Sasa hii ndo signal ya kwanza kwamba something has changed in the market. Lakini hapo ndipo watu wanapokosea. Watu wengi wanaona tu break wanaingia haraka, lakini smart trader hutakiwi kuingia hivyo. Smart trader anasubiri hatua nyingine, manake tayari tumeona hatua ya kwanza. That's why kwenye kitabu changu ambacho nimeelezea hiyo strategy ya buyers kwenye 4 hour 15 minutes buyers, tunaangalia kwenye 4 hour, tuna mark zile point of interest, then tunaporudi chini kwenye 15 minutes tunaingia. Market kitu cha kwanza kukiangalia kwenye 15 minutes ni break of structure kwenye zone ya point of interest. Sije nikakupeleka mbali zaidi, nimetoa mfano kwa sababu tunataka kuzungumzia hapa how smart trader wanaingia kwenye trade zao kwa kutumia hii break of structure. Sio tu kuiona break of structure then ndo unaingia kwenye trade, unasubiri confirmation. Sasa hapa ndipo tunaunganisha vitu vyote ulivyojifunza. Tunaweka liquidity ambayo tumejifunza kwenye episode iliyopita, market structure kwenye episode pia iliyopita, tuna plus na hii ya leo ambayo ni break of structure. Sasa hebu nikupe flow kamili ya entry. Step ya kwanza, liquidity imetokea, yani ishachukuliwa, price imetembea. Tunasema market lazima kwanza ichukue stop losses za traders wengi, kama nilivyozungumza awali kuhusiana na swala la liquidity. Hii inaweza kuwa juu ya resistance au chini ya support. Manake liquidity inaweza ikatokea on these two ways, juu ya resistance au chini ya support. Step ya pili ni break of structure.
Baada ya liquidity kuchukuliwa, market inabadilisha direction, ndo tulivyozungumza. Ina break structure ya zamani, kwa hiyo inakuja structure mpya. Kama ilikuwa ni structure ya kupanda, basi inayofuata inakuwa ni structure ya kushuka. Sasa step ya 3, hapa ndipo watu wengi wanashindwa, wanataka kuingia immediately, lakini smart money wanasubiri. Hapa natakiwa usiharakishe entry, unatakiwa usubiri kama smart money wanaposubiri. Step ya 4 inakuwa ni kuingia kwenye trade. Sasa hii baadaye tutaenda kuzungumza order block ni nini na nitaichambua vizuri kabisa. Kwa break market inakuwa inarudi kidogo kwenye ile order block, ndipo unaingia kwenye trade. Hii ndio tofauti ya trader wa kawaida na trader anaielewa market. Yani anakuwa anaunganisha vitu vyote then wanavifanyia kazi. Trader wa kawaida anaangalia mapema sana. Kwa smart money wanasubiri setup kamili. That's why unakuta a trade mara kwa mara, kwa sababu setup hazitokei mara kwa mara. Inatokea mara moja kwenye pair moja, sometime inatokea London, sometime inatokea New York. Sasa fikiria hivi, market imechukua liquidity, imefanya break of structure na ikarudi kidogo. Hapo ndipo opportunity. Hapo ndo kuna opportunity. Ndio unapotakiwa kama trader kuingia kwenye market. Sio pale mwanzo, bali baada ya confirmation. Forex sio kukimbizana na market, ni kusubiri moment sahihi. I repeat this. Forex sio kukimbizana na market, ni kusubiri moment sahihi. Na hapa ndipo subira inaingia tena. Kama hauna subira, hauwezi kusubiri, utaingia vibaya sana na utapoteza kiasi kikubwa cha fedha. Lakini ukifuata hii logic, utaanza kuona entries zako zinakuwa ni clean sana, na unakuwa unazipigia hesabu, hazina shida, na unakuwa huna uoga. Na kumbuka, sio lazima utrade kila move. Trader, wewe ambao unajifunza trade, wewe ambaye unaanza kufuatilia masuala mazima ya trade, sio lazima utrade kila move. Subiri liquidity, break of structure, entry. Very simple. Ukiona vitu vitatu havipo kwenye kwenye setup yako, achana nayo. Achana nayo, subiri. Subiri kwa sababu unaenda kupoteza. Sasa hii ni foundation ya smart money trading, na tukizidi kuendelea utaelewa hata zaidi jinsi market inavyofanya kazi, kwa sababu kwenye episode itakayofuata tutaongelea kitu ambacho kinaitwa order blocks kwa undani zaidi. Nimegusia hapa kwa sababu ni moja kati ya vitu ambavyo vinahitajika kwenye entry, kwa hiyo nitakuja kuielezea kwa undani zaidi. Na kama umejifunza kitu leo, hakikisha una follow Avo Forex Podcasts. Hii ni channel ambayo nimeamua kuianzisha kwa ajili ya kufundisha watu kupitia sauti yangu, na share na mtu mwingine pia apate kuelewa. Asante kwa kusikiliza, tutaonana kwenye episode inayofuata. Na kitu kingine pia cha kuwashauri ndugu zangu, unaposikiliza hii video, mshauri na mwenzako asikilize, kwa wale ambao wana hustle kwenye masuala ya forex, kwa sababu utakaposikiliza hizi video zangu, maana yake baadaye tunaweza tukafanya group discussion kwa pamoja. Tunaweza tukafanya Instagram au tunaweza tukafanya live kwenye TikTok. Kwa hiyo ukifuatilia hizi series, baadaye tunaweza tukafanya kwa vitendo kwa pamoja, ili usibaki nyuma. Asante sana. It's me, Awaz. Thank you.